walisema moyo sijaokoka, wakasema mikaba, wakasema. Na kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, nakukaribisha katika kipindi chetu sa siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Nashukuru Mungu kwa vile unazidi kufuatilia programu hii. Naamini ya kwamba programu hii imekuwa ya baraka katika maisha yako, kwa sababu umejifunza mengi. Na katika programu hii kitu tunafunza sana sana ni Biblia. Tunataka kila Mkristo aweze kufahamu Biblia kiukweli, kwa sababu huwezi kupata wokovu wa ukweli, huwezi kupata msamaha wa ukweli bila Biblia. Na ndio unaona ya kwamba tunakufundisha Biblia peke yake ili uweze kuiamini, na ukisaamini uweze kupata msamaha wa dhambi. Nataka tusome katika programu yetu tunazidi kujifunza tutajuaje kama tumesaguliwa? Utajuaje kama umesaguliwa? Hii ndio jambo la muhimu ambalo tunajifundisha, kutambua kama umesaguliwa au la. Haleluya. Tunaposoma tusome kitabu cha Wathesalonike, wa pili, sura ya 13, sura ya pili mstari wa 13. Lakini natupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Katika hiki kitabu cha Wathesalonike kinaanza kikisema, inatupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, na kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo mpate wokovu. Tuangalie kusaguliwa kutoka mwanzo tupate wokovu. Si kila mtu alisaguliwa apate wokovu, lakini wale walisaguliwa apate wokovu walisaguliwa tangu mwanzo. Na ndio tulimeangalia kuhusu mtu anaitwa Yakobo na Esau. Esau alikataliwa hata kabla ya kusaliwa. Yakobo alisaguliwa hata kabla ya kusaliwa. Kwa hivyo tunaona usaguzi wa Mungu unaanza si wakati tunapoingia katika ulimwengu wa mwili. Hata kabla tuingie katika ulimwengu wa mwili, Mungu anasagua huyu na Mungu anakataa huyu. Kwa hivyo Mungu aliweza kupenda Yakobo na akamsukia Esau. Na si kwa sababu Esau alitenda matendo mabaya Mungu akamkataa. Si hata kwamba Yakobo alitenda matendo mazuri Mungu akamkubali. Hapana. Hebu tuangalie kitabu cha Malaki tuone vile Biblia inasema. Malaki sura ya 1 mstari wa 2. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau si ndugu yake Yakobo, asema Bwana? Ila umempenda Yakobo. Mstari wa 3. Bali Esau umemsukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake umewapea mbweha wa nyikani. Na mstari wa Njapokuwa Edomu asema tumebondabondwa, lakini tutarudi na kujenga mahali palipo aswa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga bali mimi nitaanguza, na watu
watawaita mpaka waovu wa watu ambao Bwana anawaghadhibikia milele. Kiangalia moyo ambao Esau alikuwa nao, Mungu amesema mkijenga nitamomoa. Esau anasema nijapokuwa tumebodabodwa tutarudi kujenga tena. Huu ni moyo ambao Esau alikuwa nao, moyo wa kusindana na Mungu. Mungu anataka kuvunja kiburi kilicho ndani ya moyo wa Esau, lakini Esau kiburi kilicho ndani ya moyo wake akiwezi vunjika. Ndio anasema hata kama ataharibu nitajenga tena. Kwa hivyo unaangalia wale ambao wayasaguliwa, mioyo yao inasidi kusindana na Mungu. Mioyo yao inasindana na Mungu. Kwa sababu gani? Wanasindana na Mungu kwa njia gani? Ukiangalia Mungu alituma Yesu Kristo kwa kusudi moja. Hakumtuma kwa kusudi mbili, alimtuma kwa kusudi moja ili tuweze kupata wokovu, ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Lakini unapata mwanadamu ambaye yasaguliwa anasindi kusindana na kusudi la Mungu. Anajaribu kujitakasa, anajaribu kusuluhisha dhambi yake yeye mwenyewe, anajaribu kujiosha dhambi yake yeye mwenyewe, wakati Mungu aliweka Yesu Kristo awe ndiye suluhisho la dhambi zetu. Kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kusuluhisha tatizo letu la dhambi. Lakini unapata mtu ambaye ayasaguliwa ni mtu ambaye anayetumia mbinu yake, njia yake ya kuosha dhambi yake. Na ndio tunaona hapa Biblia inasema inasema mstari wa pili hapo, inasema nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini nyinyi mnasema umetupendaye? Esau si ndugu yake Yakobo, asema Bwana, ila mmempenda Yakobo. Mbona Mungu alipenda Yakobo? Katika ulimwengu wa Mungu, kabla tuingie katika ulimwengu wa mwili, tulikuwa katika ulimwengu wa Mungu wa rohoni, kwa sababu ulimwengu wa Mungu ni wa roho. Kwa hivyo Mungu alisagua roho ya kuamini, alisagua roho anayoipenda na roho anayoisukia. So unafaa ujiulize katika maisha yako, wewe ni roho ya aina gani? Ulisaguliwa upate wokovu ama ulisaguliwa usipate wokovu? Amen. Na watu wengi wanahubiriwa kuhusu Yesu Kristo, lakini hawaamini huyo Yesu Kristo. Wanamjua Yesu Kristo, wanajua Yesu alikufa, wanajua Yesu alisikwa, wanajua Yesu alifufuka, lakini ukiuliza, je, Yesu alifa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Je, una dhambi? Anasema ndio, niko na dhambi. Nani ana dhambi? Huyo mtu ayapewa nguvu ya kuamini ukweli. Kwa sababu gani? Hebu tuweze kuangalia Biblia bila inaongea kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kama Kristo alifa kwa sababu ya dhambi zetu, nani mwingine anaweza fia dhambi yetu? Sisi wenyewe tunaweza fia dhambi yetu. Sisi wenyewe tunaweza kuondoa dhambi zetu. Kwa hivyo wale waliosaguliwa na Mungu wanaweza kuamini Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zao. Na kama Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao, basi mimi si mtumwa tena. Haleluya. Kwa hivyo Yesu alipokufa msalabani, alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kutatua tatizo letu la dhambi. Ndio Mungu aliweza kumtoa Yesu Kristo, akakuja akachukua dhambi zetu, kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Maandiko inasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kupitia Yesu Kristo, Yesu alipokuja katika ulimwengu huu alibeba dhambi zetu, na alipobeba dhambi zetu, maandiko inasema alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Hebu tuangalie kitabu cha Petro. Mpendo mtazamaji, naomba ufungue kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18, tusikie maandiko inasema namna gani. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya 3 mstari wa 18. Maandiko inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Ukiangalia kitabu cha Luka 23 mstari wa 34, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakangawa mabasi yake, wakapiga kura. Yesu alisema wasamehe
Yesu akasema, Baba uwasamehe. Kwa hivyo ukiangalia moyo wa Yesu Kristo alipokuwa akienda kufa msalabani, aliomba tusamehewe, aliomba Baba uwasamehe. Haleluya. Na sasa tuseme kuna Yesu ameomba Baba usamehewe, na wewe unamuomba Baba usamehewe. Kati ya wewe na Yesu Kristo, nani Mungu anayemsikia? Tunaona kitabu cha Yohana 9 mstari wa 31 inasema, tunajua ya kuwa Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Wakati uko na dhambi, Mungu hawezi kukusikia, lakini wenye dhambi wanataka kumwomba Mungu msamaha wa dhambi. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe. Na ilihali Yesu aliomba katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 34 akasema, Baba uwasamehe. Haleluya. Mungu alisikia ama hakusikia? Yesu alisema, najua Baba unanisikia siku zote. Hakuna mtu mwingine katika hii dunia Mungu alikuwa anasikiza isipokuwa nani? Yesu Kristo. Yesu alipokuja katika mwili, Mungu alikuwa anasikiza nani? Yesu Kristo. Na aliposikiza Yesu Kristo, Yesu akasema, Baba uwasamehe. Lakini unapata watu siku za leo bado wanaenda kuomba Mungu, Baba tusamehe dhambi zetu, Baba tusamehe dhambi zetu. Na Yesu alisema, Baba uwasamehe. Haleluya. Yesu aliomba Baba tusamehewe. Mungu alisikia ama hakusikia? Ukiangalia hiyo kitabu cha Yohana 9 mstari wa 31 inasema, lakini mtu akiwa mcha Mungu na mwenye kufanya mapenzi yake msikia huyo. Nani anayefanya mapenzi ya Baba ili Baba amsikie? Amen. Ukisoma kitabu cha Isaya inasema, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana, mapenzi yote Baba alikuwa nayo, alipatia mwana. Na ndio kitabu cha Yohana ukisoma kitabu cha Yohana 3 mstari wa 35 samani. Ukisoma hapo 35 inasema, Yohana 3 mstari wa 35, Baba apenda mwana naye amempa vyote mikononi mwake. Baba ampenda mwana naye amempa kila kitu mikononi mwake. Baba alipenda mwana akampa vyote mikononi mwake. Alimpa nini? Alimpa mpaka mapenzi yake. Haleluya. Alimpatia mapenzi yake. Na ndio Biblia inasema, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Isaya 53 verse 10. Lakini Bwana aliridhika kwa kumsumbua, amemhuzunisha. Atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Haleluya. Bwana alifanya, Mungu mwenyewe ndiye aliyefanya nafsi ya Yesu Kristo kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi, kwa sababu hakuna nafsi ya mtu mwingine ingeweza kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa sababu gani? Hata katika Agano la Kale, kondoo iliyokuwa inatolewa kwa ajili ya dhambi inakaguliwa ionekane haina dosari, haina mawaa, haina lawama, haina hatia. Inapokaguliwa inaonekana ni kamilifu, inaweza kutolewa kwa ajili ya dhambi. Na ndio Yesu alikaguliwa aonekana kama ni mkamilifu, aonekane kama akona dhambi. Yesu akakaguliwa. Hata Pilato akasema, sioni hatia ya mtu huyu, ni mwenye haki. Alichunguza akaona Yesu Kristo ni mwenye haki. Yuda aliyemsaliti akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Kwa hivyo Yesu alishuhudiwa na wafalme, akashuhudiwa ana hatia. Na ndio maandiko inasema kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 5. Maandiko inasema namna gani? Utaangalia waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 5. Inasema, ninyi mnajua ya kuwa alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Mnajua yeye alidhihirishwa asiondoe dhambi. Watu wale ambao wamejaliwa kupokea hili neno ya kwamba Yesu alidhihirishwa, yeye hakujua dhambi, hakuwa na dhambi, alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Hao watu watapata ondoleo dhambi ndani ya mioyo yao. Kwa sababu gani? Wamepewa neema na wamechaguliwa kutoka mwanzo ili waweze kuamini Yesu alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake.
Alidhihirishwa aondoe dhambi wapi? Ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako. Unapoamini Yesu hakuwa na dhambi na alidhihirishwa asiondoe dhambi, ataondoa dhambi ndani ya moyo wako. Kwa nini uko na dhambi ndani ya moyo wako? Uko na dhambi ndani ya moyo wako kwa sababu moja, wewe uamini Yesu aliyedhihirishwa, ambaye ana dhambi na alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22. Yeye hakutenda dhambi wala udanganyifu haukuwepo kinywani mwake. Yeye hakutenda dhambi. Huyu ni nani? Yesu Kristo. Hakutenda dhambi wala ile ikuonekana kinywani mwake. Kwa hivyo ukiangalia Yesu Kristo alikuwa mtakatifu, alikuwa mkamilifu, alikuwa mwenye haki, hakutenda dhambi, hakuwa na dhambi. Na huyu Yesu ambaye hakuwa na dhambi alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Na wale wanaweza kuamini habari hiyo ni wachache. Haleluya. Wale ambao wamesaguliwa, ukiwahubiria injili wanafunga masikio, hawataki kusikia hiyo. Na wanakataa kusikia nini? Hawataki kusikia habari ya Yesu Kristo aliondoa dhambi mara moja na milele. Amen. Maandiko inasema namna gani? Yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Amen. Hebu tusindi kuangalia kuhusu Yesu Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari 21. Wakorintho wa pili 5 mstari 21, maandiko inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yule hakujua dhambi ni Yesu Kristo. Hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi, hakujua dhambi ni nini, lakini Mungu akamfanya dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Hatuwezi kuwa haki ya Mungu sisi wenyewe kwa juhudi yetu na matendo yetu. Hapana, ni Yesu ambaye hakujua dhambi, Mungu alikuja akamfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Isaya tumesoma, imesema na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Jambo lingine, maandiko ikasema namna gani? Mpaka atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yesu alipokuja, Mungu alimfanya dhabihu ya dhambi na akatoa sadaka moja inayodumu hata milele. Haleluya. Si kama vile kuhani alikuwa anaingia patakatifu kila mwaka, anatoa kondoo, anatoa ng'ombe, lakini bado kuna kumbukumbu la dhambi. Lakini Yesu alipokwisha kutoa dhabihu moja inayodumu hata milele, aliketi mkono wa kuume uko juu. Hebu tuangalie kitabu cha Waebrania, tuangalie kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10. Mstari wa 10, tunapoangalia mstari wa 10 unaweza kuelewa kitabu cha Yohana sura ya 9 mstari wa 31. Tunajua ya kuwa mtu akiwa mcha Mungu na mwenye kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Sasa huyu anayefanya mapenzi ya Baba ni nani? Kitabu cha Yohana 6 mstari wa 38. Maandiko yanasema sikushuka kutoka mbinguni nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na tukiangalia mapenzi yake ni yapi? Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Katika hayo mapenzi ambayo Mungu alipatia mwana, na maandiko yanasema na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Na kitabu cha Yohana kimetuambia namna gani? Kimetuambia Baba apenda mwana, amempa vyote mikononi mwake. Halafu tunaona hapa maandiko inasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Haleluya. Tumepata utakaso kutolewa nini? Mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Huyu Yesu Kristo ndiye alikuja kutimisha mapenzi ya Baba. Sisi hatuna uwezo wa kufanya mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Baba ni Yesu afe msalabani. Mapenzi ya Baba si sisi tufie dhambi yetu, bali ni Yesu afie dhambi yetu. Akuja asukue dhambi zetu, anaposukua dhambi yetu, afie dhambi yetu ili sisi tuendelee kumwishia Mungu. Haleluya. Sisi tulikuwa tufe kwa sababu ya dhambi zetu, lakini kwa mapenzi ya Mungu
aliweza kumtuma Yesu Kristo, na alipomtuma Yesu Kristo, Yesu akakuja katika mwili, na alipokuja katika mwili akachukua dhambi zetu katika mwili. Na ndio maandiko inasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso, kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Mstari wa 11 inasema, na kila kuhani husimama kila siku na kufanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi, ambazo hasikuweza kabisa kuondoa dhambi. Kama vile kila Jumapili unapata wasungaji wanatoa dhabihu ya maombi ya kujitakasa kila Jumapili, lakini bado kuna kumbukumbu ya dhambi. Hivyo ndivyo kuhani alihisi kufanya. Kuhani alihisi kutoa dhabihu zile mara nyingi, hasikuweza kabisa kuondoa dhambi. Kwa sababu gani? Dhabihu hizi zilikuwa zinatolewa, asikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Mstari wa 12 inasema, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kulia wa Mungu. Huyu alipokwisha kutoa dhabihu moja inadumu hata milele. Kwa hivyo dhabihu ambayo Yesu Kristo alitoa kwa ajili ya dhambi inadumu hata milele, na hiyo dhabihu aliyotoa linatupatia wokovu. Na ndio tulisoma kitabu cha Thessalonike, ikasema inatupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, na Mungu akawachagua tangu mwanzo mpata wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Kupata wokovu. Kwa hivyo tukiangalia, Yesu Kristo alikuja kutupatia wokovu. Na ndio Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12 nasema, hakuna jina lingine walilopewa wanadamu chini ya mbingu wapasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu. Kwa hivyo hatuwezi kupata wokovu nje ya jina la Yesu Kristo. Tulipewa jina la Yesu, na hilo jina la Yesu ndio linatupatia wokovu. Na tunaona wale wanapata wokovu katika hili jina ni wale waliochaguliwa tangu mwanzo wapate wokovu. Amen. Tunapozidi kuangalia tunaona hapa, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kulia wa Mungu. Mkono wa kulia wa Mungu alipokwisha kutoa. Kwa hivyo hakuna dhabihu nyingine itawahi tolewa. Hata wale wanaomba msamaha siku ya leo ni iligo mbele ya Mungu, kwa sababu Yesu aliweka full stop. Hakuna dhabihu ingine itakayotolewa. Makuhani walitoa dhabihu, haikuweza kuondoa dhambi. Wanadamu walitoa dhabihu, haikuweza kuondoa dhambi. Ukiangalia Nuhu alimjengea Bwana madhabahu, lakini bado dhambi ilikuwa. Ibrahimu alimjengea madhabahu, bado dhambi ilikuwa. Lakini tunapoangalia tunaona Musa pia akakuja, Mungu akamwambia tengeneza hema takatifu, akajenga madhabahu. Bado ile madhabahu ambao kuhani alikuwa pale akitoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, bado kuna kumbukumbu ya dhambi. Lakini Yesu alipokuja akatoa dhabihu moja inayodumu hata milele, aliketi katika mkono wa kulia wa Mungu. Kumaanisha hakuna mwingine atakayekuja kutoa dhabihu, si kuhani, si mhubiri, si nani, hakuna mwingine atakayetoa dhabihu. Haleluya. Alipotoa hiyo dhabihu ilidumu hata milele. Mstari wa 13 inasema, tangu hapo akingojea adui zake wawekwe chini ya miguu yake. Adui zake ni akina nani? Ni wale hawaamini habari hii. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Luka 19 mstari wa 27, maandiko inasema, wale adui zangu hawakutaka niwatawale, waleteni kwangu mwashinje. Wale hawataki kutawaliwa na Yesu Kristo, wale hawataki kutawaliwa na Yesu Kristo, inamaanisha hawataki kutawaliwa na dhabihu Yesu aliyotoa kwa ajili ya dhambi zao. Bado wanajiona wao ni wenye dhambi, bado hawaamini dhabihu Yesu aliyotoa inadumu hata milele. Bado wanatoa dhabihu yao wenyewe. Hao ni watu ambao hawataki kutawaliwa na Yesu Kristo. Hao ndio maadui. Anangojea au maadui hawakumwamini, hawakuamini dhabihu aliyotoa, wawekwe chini ya miguu yake. Haleluya. Ndio mstari wa 14 nasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Kwa toleo moja ambayo Yesu Kristo alitoa, moja tu iliwakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Haleluya. Kwa hivyo hao wanaotakaswa ni akina nani? Rudi katika kile kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 13. Inasema, mlichaguliwa kutoka mwanzo mpata wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Tunaweza kutakaswa namna gani? Hapa tunaona wale wanaotakaswa. Wale wanaotakaswa ni akina nani? Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 3. Mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hao ndio wale wanaotakaswa.
Wale wako ndani ya Yesu na Yesu ako ndani yao, na Yesu anasema mumekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Wewe si safi kwa sababu ya kujitakasa. Wewe si safi kwa sababu umenyunyiziwa maji matakatifu ama mafuta matakatifu. Hapana, Yesu alitangaza akasema, mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ukikaa ndani ya Yesu na Yesu akae ndani yako, wewe ni mtakatifu. Kwa sababu Yesu hakujua dhambi, hakutenda dhambi, hakuwa na dhambi. So ukiingia ndani ya Yesu, utakuwa mwenye dhambi ama utakuwa mtakatifu? Utakuwa mtakatifu. Sasa watu wale ambao wanasema hakuna mtakatifu, hao watu wako nje ya Yesu Kristo. Kwa sababu ukiingia ndani ya Yesu Kristo, wewe ni mtakatifu kama Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu hakutenda dhambi wala ile kuonekana kinywani mwake. Haleluya. Mnajua alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hivyo huyu hana dhambi. Tunapoingia ndani yake, tutakuwa wenye dhambi. Tukiingia ndani ya Yesu ambaye hana dhambi, hakutenda dhambi, ila ikuonekana kinywani mwake, tukiingia ndani yake tutakuwa na dhambi. Huyu aliyedhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. So tunapoingia ndani yake hakuna dhambi. Sasa tutabaki kuwa wenye dhambi? Tutakuwa wenye dhambi tena? Hapana. Tukisaingia ndani ya Yesu Kristo, tunafanyika watakatifu kama Yesu bila alivyo mtakatifu. Haleluya. Sasa watu wanasema wao ni wenye dhambi kwa sababu gani? Wanasema wao ni wenye dhambi kwa sababu hawajaingia ndani ya Yesu Kristo, ndio wanajiona wenye dhambi. Kitu ya muhimu, wale wamesaguliwa waamini kweli. Kweli ni nini? Kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17. Watakasa na kweli, neno lako ndilo kweli. Watakasa na kweli, neno lako ndilo kweli. Haleluya. Wale waliosaguliwa, Mungu alisema namna gani? Dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Na hapo akaweka full stop, hakuna dhabihu nyingine. Basi ondola hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Hakuna toleo tena itakayotolewa kwa ajili ya dhambi. Utekiongwana genga litono ndoba wesia. Kiongwana kila Yesu alitire iko kia mwisho utekenge kikalitono ndoba wesia. Mpendwa mtazamaji, unapoamini ili neno, utaanza kuona maisha yako yameanza kubadilika kutoka ndani mpaka nje. Kwa nini maisha yako ibadiliki? Unaamini wewe ni mwenye dhambi. Lakini unapoamini Yesu alibeba dhambi zako, hautajiona mwenye dhambi tena. Mtu yule ameoshwa na damu ya Yesu Kristo arudi tena kujiona kuwa mwenye dhambi, kwa sababu ameingia ndani ya Yesu Kristo ambaye ni mtakatifu, Yesu ambaye ni mwenye haki, Yesu ambaye ni mkamilifu. Unakamilika kama yeye kwa sababu umeingia ndani yake. Sema amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda ambao tumekuwa tukishiriki hilo neno, ili tuweze kujua kama tumesaguliwa. Wale wamesaguliwa wana uwezo wa kuamini neno la Mungu, wana uwezo wa kuamini hawana dhambi, wana uwezo wamepewa uwezo wa kuamini dhambi zetu zote Yesu Kristo alibeba. Dhambi zetu zote zilioshwa na damu ya Yesu Kristo. Hiyo ni nguvu waaminio wale walisaguliwa tangu mwanzo wamepewa. Sasa swali ndio hii, umepewa nguvu gani? Ya kuamini wewe ni mwenye dhambi ama ya kuamini Yesu aliondoa dhambi zangu? Ndio swali unafaa ujiulize. Ukiona unaamini hauna dhambi, ulisaguliwa. Ukiona unaamini hakuna mtakatifu, siwezi hisi bila kufanya dhambi, jua wewe haujasaguliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu akubariki. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako unazozidi kutufunulia kila kukisa. Asante kwa asubuhi ya leo, kwa neno ambalo umetupatia Bwana wa majeshi. Naamini ya kwamba neno hili limesaingia ndani ya moyo wa mtu, na Bwana wa majeshi, kila huyu mpendwa anapofuatilia programu hii, naamini ya kwamba imeanza kubadilisha moyo wake, ameanza kuelewa ya kwamba amesaguliwa. Na Bwana wa majeshi, anapoamini amesaguliwa, Bwana wa majeshi atapata wokovu na kutakaswa na roho na kuamini kweli. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu akubariki programu hii. Amen.